Kifaranga ambaye hajala utamgundua kwanza, utamuona yupo na shangaa. Hilo la kwanza. La pili, utamuona yupo anaweza kalala pembeni, au ukamuona tu yupo tu. Lakini pia ukitaka kugundua pia kama kifaranga wako amekula au hajala, shika ile sehemu ambayo huwa inakuwa tunaita ni kama tumbo, ule mfuko wa chakula. Ukiushika hapa juu utasikia una kitu. Sasa mara nyingi tunaanza vifaranga wanakunywa maji. Baada ya kunywa maji vifaranga ndo wanaenda kula. Kama wanakunywa maji ndo wanaenda kula, basi unatakiwa hakikishe kwanza maji yako ni ya uvuguvugu. Maji ya vuguvugu ni mazuri kwa kifaranga kwa sababu anakuwa hajaanza kula, kwa hiyo yakiingia tumboni kwa uvuguvugu yanakuwa ni maji sahihi kwa tumbo. Kumbuka huyo hajawahi kula kabisa. Akinywa maji ambayo ni ya baridi, inaweza kumletea changamoto kwa sababu lile tumbo linakuwa bado halijapokea kitu chochote kile. Kwa hiyo inatakiwa lipokee kitu ambacho ni cha baridi, ni cha vuguvugu. Kwa hiyo sasa unachotakiwa kukifanya, weka maji yako ya vuguvugu, wekea vifaranga wako maji na chakula. Wanaotaka kunywa maji wanywe, wanataka kuanza kula wale. Lakini hakikisha unafuatilia vifaranga wako wote wanywe maji. Ukiwa na wasiwasi na kifaranga wako hajaanza kula, shika mfuko wa chakula, ukiona hauna kitu, msogeze kwenye sehemu ya kunywea maji, mchukue mgusishe pale kwenye ile sehemu ya kunywa maji. Atagundua kwamba ni maji, ataanza kunywa. Akinywa, manake hapo sasa ndo uhai umeanza. Vifaranga wako manake ndo wanaanza maisha hapo. Hiyo hatua usipoifuata utakutana na changamoto ya kuku wako kukua kwa kupishana. Kingine, kuku wako unapowapokea chonde, hakikisha unaweka matandazo chini kama ni magazeti au unaweka majalada, na kile chakula unakimwaga chini. Kumbuka kuku ni ndege. Ndege huwa wanakula kwa kudonoa chini. Kwa kama wanakula kwa kudonoa chini, basi anatakiwa practice nature. Na kwa kupractice hiyo nature, basi ataanza kula kwa kudonoa. Hilo la kwanza. La pili, kuna wengine ambao wataanza kula kabla yake. Akiwaona wanaanza kula, naye ataiga. Kwa hiyo ataiga kwa kuona wenzake wapo wanakula, kwaona yeye ataanza kula. Kwa hiyo wanakuwa wanaambukizana hiyo tabia ya kula, kwa sababu muona akimwona mwingine anakula atasogea hapa, yao na huyu anakula nini, naye atajaribu kuvidonoa hivyo vinavoliwa. Kwa hiyo akividonoa hivyo vinavoliwa, maana yake ndo anakuwa ameanza kula hapo. Kwa hiyo sasa wataendelea kuambukizana. Hivyo ndivyo utakavyoanza kuku wako kula. Kumbuka hayo masaa niliyokuambia 4 mpaka 5, hayo masaa ni muhimu sana kwa kuku wako, kwa sababu ndio masaa ambayo tunaita ni golden hours. Masaa ambayo ni masaa ya dhahabu kwa ubora wa kuku wako, ni masaa ya dhahabu kwa uimara wa kuku wako, ni masaa ya dhahabu kwa kuku wako katika ufugaji wao. Sasa hayo masaa kama ninavyokuambia ndio yatakuwa masaa ya dhahabu. Kwa hiyo maana yake unatakiwa uyazingatie haswa, kwa sababu ukifanya makosa katika hayo masaa, tegemea changamoto zifuatazo. Nafikiri pia hata katika miongozo kuna video nawatumia, kama sijawatumia basi huwa iko YouTube. Kuna baadhi ambao huwa wananifuata, ananiambia kuku wangu hali amezubaa, anakuwa kwa kupishana na wenzake. Huwa nawatumia hiyo video ambao hiyo inaonyesha kuna kifaranga ambaye wenzake walivyoanza kula yeye hakuwahi kula. Kwa hiyo akaenda, ilipofika siku ya 7 ya 8 wengine wamekuwa, yeye amedumaa, yanaota tu manyoya lakini yeye amekonda. Na kuku ambaye hali utaanza kumgundua kuanzia siku ya 3 ya 4. Kwanza utaona miguu yake haina afya. Pili, haina maji. Ukikaangalia kama mguu utaona kembamba alafu kamepauka. Yaani kama mtu ambaye ni hana afya njema. Utagundua, ujue basi huyo kuku hakunywa maji wala hakula siku ya kwanza. Lakini pili,
huyo kuku lazima ikifika kuanzia siku ya 5 mpaka siku ya 8 lazima afe, kwa sababu atakuwa hajala. Kwa hiyo ni lazima afe. Sasa hapo inategemeana ni kuku wangapi hawajala. Kama kuku wako wengi hawajala, maana yake watakufa wote hao. Kwa hiyo ni muhimu sana kulisimamia hilo. Hilo la kwanza. Kwa hiyo pale kuku wako ambapo utakapokuwa umewamwagia chakula chini, maana yake utakuwa umeweza kuanzishia mfumo ambao ni bora na sahihi kwa kuku wako kuanza kula, na utaona kuku wako wamechangamka, umechangamkia chakula, wote wanakula. Kwa ukiona kuku wako wote wanakula, ukiangalia ukasuspect huyu hapa hali, ukimshika ukiona na maji au ana chakula tumboni, basi utajua basi kuku wako wameanza kula. Sasa hiyo ndio hatua ya kwanza ya kuweza kuwaepuka kuku wako wasiweze kukua kwa kupishana au kudumaa. Kumbuka chakula chako utaweza kukimwaga chini, na utaweza kufanya hivyo kwa muda siku ya kwanza, ukiweza mpaka siku ya pili. Kuanzia siku ya 3 unaweza kaintroduce yale wanaita plate feeder. Kuna zile plate feeder ambazo ni sinia ambazo zinakuwa ni nyekundu, au hata sinia tu yote ambayo kifaranga anaweza kaingia akala, haina shida. Unaweza pia hata ukaitumia hata hiyo. Sasa hiyo inasaidia kuepusha changamoto ya chakula kumwagwa chini.